Wewe ndiye mwamuzi wa maisha yangu. Nimekosa chaguo lingine ambalo ni bora zaidi. Kama maisha yangu hayana tamati iliyo bora katika mipango yangu, nina sababu gani za kuendelea kuishi katika huu ulimwengu? Sioni kama nina sababu ya kuendelea kuishi katika hii dunia. Kila mwanadamu ananikataa. Kila ninachofanya kinakwama. Ni heri nisafiri kuelekea walipelekea wote, kwenye mbingu ya Baba yenye haki. Mtanisamehe sana walimwengu, na haya ndiyo maamuzi yangu. Mtu yoyote anayefikia hatua ya kuchukua maamuzi ya kujiua, maana yake ni kwamba uwezo wake wa kufikiri umefika mwisho. Lakini hii hutokana na tafsiri ambayo amejijengea yeye mwenyewe. Kwa nini unachagua kufa kwa machungu makali kiasi hiki? Unaitwa nani? Najua huwezi kunijibu kwa sasa, kwa sababu akili yako bado inafikiria ni namna gani ambavyo malaika wangekupokea kwa ujinga na upuuzi uliotaka kuufanya dakika chache zilizopita. Ila mimi nitakupa jina. Nitakuita Taalusi. Taalusi. Siku nyingine ukipata nafasi nitafute nikueleze maana yake. Ila ukitaka kujiua kwa mara nyingine, rudi kwanza nyumbani kwako ukajitafakari mara mbili.
Sania, hakuna kuondoka nakwambia. Unaenda wapi? Sasa unaenda wapi? Unaenda wapi sasa? Hakuna. Unaenda wapi? Unanichukua mimi lofa? Hizo unazoleta wewe dharau. Nakwambia Mungu ananitumu, unazoleta wewe dharau. Kumbuka mimi nilikuwa mwanamume wako. Nina haki ya kujua kila kitu kinachoendelea baina yako wewe. Nimeona message na kuuliza message alituma nani? Unileta dharau unaondoka. Mimi unanichukulia lofa sana. Unanichukulia mimi mwanamume mjinga nisikawa na akili. Hivi wewe kunguni, una akili kweli wewe? Naona jana mizimu ya kwenu nimekutembelea. Unamaanisha nini ukisema hivyo? Si nilishuhudia jana ikikuamuru ukanywe maji. Unajua mke wangu, kuna vitu tu ambavyo vipo sawa katika akili yangu. Lakini kuwa na amani, hamna shida. Tasha mume wangu, mimi ni mkeo na ninakufahamu vizuri sana. Hiyo message ukishajua inakusaidia nini? Nisikilize nikwambie, wewe ulipo hapo kuvaa kwako, kula kwako, kutembea kwako ni juu yangu mimi. Unavyonizuia nisitoke hapa kwa ajili ya hiyo message, utaleta chakula? Utanilisha wewe? Asubuhi yenyewe sijanywa chai, naenda kunywea huko. Mwanaume gani wewe? Mwanaume anakuhudumia kwa kila kitu. Kitu gani ambacho utakipata katika hiyo message? Eti wewe ngedele wewe. Naomba unipishe niondoke. Sitaki maneno na wewe asubuhi. Sitaki nikujazie watu hapa. Sijui unanielewa? Wewe mwanaume gani wewe? Eti hamna kwenda mpaka nione hiyo message. Message ya shangazi yako. Najua ukiwa uko sawa, ukiwa hauko sawa. Natambua. Mpaka mimi ninakuuliza haya na kuona Tasha hauko sawa. Ndio maana ninakuuliza nijue nini kinakusibu. Au mimi sipaswi kujua? Hapana mke wangu. Wewe unapaswa kufahamu kila kitu changu. Lakini kwa jambo hili sio wakati wake. Ningeomba kwanza niende huko napoenda. Nikirudi nitakueleza kila kitu, nitakuweka bayana. Hapana. Nakuuliza sasa hivi kwa maana nataka kujua sasa hivi. Yaani katika siku umenizungumzia maneno ya kunikalifisha nafsi. Yaani mimi nimefikia wakati kunitami kunguni. Mimi kichalo hii. Heshima yangu kama mume wako iliko hapo wapi? Kumbuka mimi nilikuwa mume wako. Na mimi ni mwanamume mpambanaji. Sijapenda mimi kukosa kazi. Hata na mimi ningekawae wale. Ningekaweza kuendesha magari na kumiliki majumba. Gari gani utamiliki wewe? Sikiliza nikwambia, uweze kumiliki hata toroli, sio gari tu. Hilo toroli uweze kumiliki. Sania. Siku zote mapenzi hayawahi kuwa na shujaa. Hata na mimi nilikuwa na moyo usijiwe. Mingine unipunguzie Sania. Sania. Mimi ni mume wako. Inipotoka na tafaruku ndani ya nyumba yetu, inibidi tukae chini na kuzungumza tutatue matafaruku hayo. Lakini siku pale paliko na kidonda, unaendelea kukandamiza msumari Sania. Unaniumiza Sania. Kwa nini? Hivi wewe, tangu lini maskini akaa na upewa kumshauri mtu? Wewe unaweza kunishauri nini mimi, mtu ambaye nakuletea pesa? Kwa nini usianze kuniambia ndio uende safari yako? Unajua ni vizuri zaidi kama nikifuata halmashauri ya akili yangu inavyoniambia. Hata wewe pia ukifuata itapendeza sana. Kwa naomba niende, nikirudi nitakueleza kila kitu mke wangu. Naomba nielewe. Unanidharau sasa. Yaani kwamba mimi ninachoongea hakina umuhimu, ninachokuuliza hakina umuhimu. Halmashauri ya kichwa chako ndio kila kitu, kwamba mimi siwezi kukushauri wala kukuuliza chochote.
nikuelewe na nikusikilize vizuri. Huna cha kunishauri kwa sababu huna hela. Maskini hawezi kumshauri mtu akamuelewa. Kitu ambacho kinaweza kunishauri mimi ni pesa tu. Niletee pesa, nitakusikiliza. Aya, kitu gani unaweza kunishauri? Sio nia yangu niwe masikini, uamuzi wake Mungu mama. Ufukara bibio, sikilema sherio mama. Naamini ipo siku nami nitakuwa kama wale furanie. Uaminifu na uvumilivu, somo la leo. Mimi ni mkeo na kuuliza, nataka kujua mume wangu ukiwa hauko sawa, mimi pia siwezi kuwa sawa. Tasha. Weka alama hapo kila nitakachokizungumza ili unielewe barabara. Sifa ya kwanza ya mwanamke wa Kiafrika ni kuilinda na kuitunza siri ya nyumba yake. Sio kama hivi unavyofanya wewe. Mlikuwa na kila sababu za kuzungumza haya mambo yenu chumbani na sio hapa hadharani kudhalilisha. Wakati wote wameishi pale bustanini, walikuwa na amani na furaha. Mapenzi yao yalikuwa na furaha muda wote. Ni watu ambao walipendana sana. Walifurahia maisha yao siku zote pale bustanini. Adam alikuwa anatoka anakwenda analeta matunda, anakwenda huku analeta chakula, anakwenda kule analeta chakula, wanatumia pale bustanini. Haikutokea siku hata moja wakajutia kufahamiana au wakavurugana wakagombana kwa namna yoyote ile. Lakini siku moja tu ambapo Eva alitoka akaleta matunda pale nyumbani, kila kitu kiliharibika. Hadi bustanini walifukuzwa. Hii ikiwa na maana ya kwamba ukimruhusu mwanamke wako awe chanzo cha kipato ndani ya nyumba yako, umejiandaa kuua ndoa yako. Kwa sababu asilimia kubwa ya akili za wanawake wanaamini kwamba wapo kwa ajili ya kuhudumiwa na si vinginevyo. Na ukumbuke wanawake hawajaagizwa upendo, wameagizwa utiifu. Kwa hivyo unapoamua kuishi na mwanamke, kwanza uwe umejitafakari mara mbili kwamba una uwezo wa kumudu majukumu yake. Wewe kama baba. Lakini maisha hayako hivyo. Lazima tusaidiane. Mungu alikuwa na sababu za kuumba vitu viwili. Ndio maana alikupa macho mawili, mikono miwili, miguu miwili. Hii akiwa na maana ya kwamba mnapaswa kushirikiana. Mtu mmoja peke yake hawezi. Mwenzako anapoyumba, wewe mshikilie. Mwenzako anapoanguka, wewe muinue. Ili kwa pamoja mshikamane, maisha yaende. Tatizo mwanamume wangu mimi havumiliki kwa chochote hapo alipo. Nimemvumilia miaka mingi, tena nimemvumilia vitu kibao, lakini haelewi hapo alipo. Kula kwake, kuvaa kwake, hapo mpaka kutembea kwake, mimi ndio ninayojua. Mimi nikatafutia huko nije kumletea. Leo huyu yani kitu kidogo tu ana panic alikazama kwenda kazini. Sijui kama atanilisha yeye au vipi. Kwa hiyo katika uvumilivu, jamani, huyu mwanaume nimemvumilia vya kutosha, nishachoka. Uvumilivu ni mchungu sana, lakini matunda yake ni matamu sana. Lakini usione watu wamedumu na kuzeheka pamoja ukadhani wao ni malaika. Hapana. Ni kuvumiliana tu. Somo la leo. Weka alama.
Mara kadha wa kadha mboni zangu huwa zinakushuhudia ukiwa katika mazingira tofauti tofauti, na hayo mazingira yanakuwa si salama kiafya, na maanisha ni mazingira machafu sana. Lakini hizo sio shida zangu, kwa sababu wewe mwenyewe ukichaa wako ndo nakupelekea kuishi katika mazingira kama haya. Shida inakuja sehemu moja. Usiku wa kuamkia leo kuna njozi ambayo niliota, na katika hiyo njozi wewe ndiye niliyekuota. Sasa kitu ambacho sijapenda kwanza kumuota mtu ambaye ni kichaa, lakini kibaya zaidi kuna jina ambalo nipatia. Hilo jina linaitwa Taarusi. Sasa sijafahamu hili neno lina maana gani, au hili jina maana yake ni ipi. Na nakumbuka uliniambia nikutafute kwa muda wako ili uniambie maana hiyo Taarusi. Akili ndio somo la leo. Wewe unaitwa nani? Wewe ungependa niitwe nani? Taarusi. Kwanza ni bahati kubwa sana mtu kama mimi kuja kwenye njozi zako. Ni bahati kubwa sana kumuota msomi mkubwa kama mimi. Wekelele wewe. Hivi unajitambua vizuri wewe? Yaani mimi ni muote kichaa alafu useme ni bahati? Unazungumza hivyo kwa sababu uwezo wako wa kufikiri umefikia hapo. Yaani hapo ndo mwisho kabisa. Kama ambavyo ni ngumu kwako kuweza kutambua idadi ya nywele kichwani kwako, ndivyo vivyo hivyo ilivyo kazi ngumu kwako kutambua hekima na ukomo wa maneno yako. Na unashindwa kuelewa ni namna gani unaweza kuzungumza na mtu ambaye anaweza kukusaidia na kukufunulia matatizo ulionayo. Makubwa, dunia iko speed kweli. Wewe unaweza kunisaidia mimi? Haya nisaidie nione. Taarusi. Taarusi ni mtu mwenye bahati sana. Mtu anayeheshimiwa. Mtu ambaye kesho yake itakuwa kesho bora sana. Mtu ambaye atakuwa na mafanikio makubwa sana. Ila unashindwa kuitambua thamani ulionayo kwa sababu ya ukuta mkubwa ulioweka baina yako wewe na akili zako. Kwa hiyo unamaanisha kwamba mimi sina akili, si ndio? Wewe mwenyewe unalijua hilo na unaliamini kabisa. Kati ya mimi na wewe nani ambaye hana akili? Wewe ni kichaa ambaye uko utumwani pasipo kujua unayemtumikia ni nani. Unahitaji msaada na uhuru wa kifikra. Wacha nikusaidie. Wewe ni mwanafunzi mzuri sana siku ya leo. Sikiliza. Ikitokea siku yoyote umelala ndani kwako ukaota ndoto, ukamuota mtu amekuja amekusaidia, ina tafsiri kubwa sana ndani yake. Ni ndoto yenye ushindi na ushujaa ndani yake. Unatakiwa ujichunguze mara mbili. Ni wapi unatereza, ila kuna eneo ambalo kuna msaada mkubwa sana wa kukuvusha kufika sehemu fulani. Ila wewe ndiyo kikwazo. Mchawi wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Basi, wewe ndiye mchawi unayejifanya kichaa. Na wewe huna elimu yoyote ile ya kuweza kunielimisha mimi. Wewe ni mpumbavu kama pumbavu wengine tu. Unajifanya nabii, una maneno kibao, lakini mimi sioni maana yote ile unaongea. Nisikilize. Iwe mwanzo na mwisho kunijia katika njozi zangu. Akili kubwa hujadili mawazo. Akili ya wastani hujadili matukio. Lakini akili ndogo hujadili watu. Wewe uko upande gani?
Nisikilize nikwambie wewe. Endapo ukitaka kuzungumza na mimi na kunipa hizo elimu zote unazozitoa, kwanza nenda kameze dawa za kutuliza akili. Yaani uchizi wako uwe chini ndo zungumze na mimi, pumbavu. Huyu somo lake halijaisha, naweka alama. Mwanafunzi yote asiyehitaji kupata maendeleo, usiumize kichwa kumfundisha hali ya kuwa yeye haoni thamani ya kujitengeneza na kujiboresha. Na ndivyo alivyo huyu. Huyu ni mwanafunzi mzuri sana, lakini changamoto yake hana utayari wa kujibidisha ili kuweza kumshawishi mwalimu amfundishe na kumfungulia. Ameruhusu ukungu itawale akili yake. Kuna haja gani ya kutembea mmeshikana mikono hali ya kuwa mioyo yenu haiko pamoja? Hata sisi zamani tulikuwa hivyo. Wewe unaitwa nani? Nakusuni? Wewe unaitwa nani? Hebu eleza shida yako nini kwanza? Wewe ukiniangalia mimi naonekana ni mtu mwenye shida? Yaani nitazame kuanzia juu mpaka chini, inaonekana na dalili yote inayoashiria kwamba nina shida? Sikilizeni niwaambie nyinyi, mimi nitawaingiza darasani ili niweze kuwasaidia, kwa sababu ujinga ambao umetawala katika vichwa vyenu hamuwezi kuumiliki. Tabasamu zinazoonekana katika nyuso zenu zimebeba unafiki mzito ndani ya mioyo yenu. Hakuna mapenzi ya aina yoyote ile katika sura zenu, ila mnadanganyana tu. Uaminifu ndio jambo pekee, somo pekee ambalo nimeliandaa kwa ajili yenu leo, kabla hamjafika huko mnakokwenda, na bila shaka mnakwenda kuivunja amri ya uzinifu. We kama nani naingia mahusiano yetu? Mimi kama mwalimu wa mahusiano thabiti, hasa kwa vijana ambao wamepotoka. Kwa hiyo nataka kunielimisha mimi pamoja na mpenzi wangu katika mahusiano yangu, si ndio? Ahadi huvunjwa ili kutimiza ahadi kwa mtu mwingine. Na ndio maana mara nyingi umekuwa mtu wa ahadi za uongo kwa huyu bibie. Lakini kinachonishangaza ni kwamba sura yako inaona na macho yanaona, ila cha ajabu ni kwamba unajifanya kipofu ambaye unashindwa kutambua ni kitu gani ambacho huyu bwana anakifanya. Uaminifu naweka tiki. Upendo unavunjwa ili kuweza kumpenda mtu mwingine. Yaani mapenzi ya dhati huwa yanatoweka kwa mtu. Maana yake ni kwamba unaondoa upendo wako unakwenda kuuwekeza kwa mtu mwingine. Hili ni swala ambalo liko wazi kabisa kwenu nyote. Na hata sura zenu zinaongea hicho kitu. Jambo la pili hilo, naweka tiki. Weka tiki katika akili yako. Weka tiki kila ninachokizungumza hapa. Jambo la mwisho. Mtu yoyote anayeumizwa kwenye mapenzi, maumivu yoyote anayoyapokea mtu katika mahusiano, ni kwa sababu kuna mtu mwingine ameandaliwa furaha. Kwa hiyo wewe utaumizwa ili mtu mwingine akapate furaha. Hebu jaribu kuzungumza na nafsi yako. Light kama usaliti unaomfanyia huyu mwanamke angalikuwa anatendewa mtu wako wa karibu, dada yako, ungejisikiaje wewe?
Laiti kama unafiki wote ambao unaufanya kwa huyu bwana angelikuwa anatendewa kaka yako, ungelipokeaje wewe? Uaminifu. Nafunga darasa. Nukuu ya leo. Kamwe usimdanganye mtu anayekwambia ukweli, lakini usiendelee kumwamini mtu ambaye anaendelea kukudanganya. Uaminifu. Somo la leo. Hata chizi kuna muda anaongea point. Inaonekana una kikao kizito sana ndani ya kichwa chako. Maana mtu yeyote ukiona anatembea njiani anaongea peke yake, huyo sio kichaa. Bali kuna mkutano mkubwa sana unaendelea baina yake yeye na serikali ya kichwa chake. Kujitambua, somo la leo. Kwa nini unatembea unaongea peke yako njiani? Unanishangaa kwa sababu ukichaa wako ndio unakufanya udhani kwamba mimi ni kichaa. Maisha yana changamoto nyingi sana, lakini huwezi kuzitatua kwa kuruhusu stress katika kichwa chako. Mara nyingi ukimuona anazurura barabarani na bahasha hii, tayari amekwama. Unatakiwa uelewe, kati ya elimu na akili ni kipi kilianza kwa mwanadamu? Ni akili ilivumbua elimu au ni elimu iliyovumbua akili? Ni mwaka wa pili sasa. Wazazi wangu wamepambana, wamenisomesha, wamenipatia elimu bora. Lakini mpaka leo hii nazunguka na makaratasi yangu. Sijapata ajira bado. Kila napozunguka nakosa kazi. Najikuta nazunguka siku nzima. Sijui napotoka, sijui napoenda. Hadi najiuliza, huyu Mungu kweli mimi ananiona? Angalia ninavyohangaika. Shukuru hata kwenye nyakati ngumu. Kwa sababu huenda hayo magumu unayoyapitia ndio daraja lililoandaliwa ili kuweza kuyafikia yale mema yaliyoandaliwa kwa ajili yako. Watu wengi sana wanapotea kwa kutokuwa na uvumilivu. Nina marafiki waliosoma. Nina matajiri wengi naofahamiana nao. Lakini wote wameshindwa kunisaidia. Katika maisha utagundua ya kwamba cha maana zaidi sio idadi kubwa ya marafiki ulionao, bali ni aina ya mioyo ya marafiki ulionao. Lakini kumbuka, kila mwanadamu anahitaji furaha na raha, na hapo ndipo tunapopata nguvu na matumaini ya utafutaji.
Mke wangu, mbona nashindwa kukuelewa? Naona upo na mabegi unaondoka, unaelekea wapi? Ndiyo naondoka. Naenda nyumbani. Ni kwa sababu siwezi kuishi na mwanaume wa design hii. Nimeshindwa haya maisha. Hivi Tasha, mambo mangapi yanakukuta humu ndani na kuona kabisa hauko sawa? Akili yako inayumba. Na kuuliza mimi kama mkeo, unashindwa kuniambia. Sasa, iko wapi maana halisi ya mwili mmoja? Ina maana kama kila kitu chako unanificha, basi hauna utayari wa kuwa na mimi. Ndio maana nimeamua kuondoka. Tafadhali naomba uniruhusu tu. Subiri mke wangu. Ina maana sababu hiyo tu ndio inakufanya kuvunja ile safina ambayo tumepanda mimi na wewe? Naomba nisikilize. Kwa kawaida mwanaume huwa achukui maamuzi kwa kukurupuka, bali ulifanyia jambo uchunguzi kisha uchukua maamuzi. Kwa hata mimi mke wangu bado nilikuwa katika uchunguzi wangu. Nikikamilisha nitakueleza kila kitu. Sasa ukiamua kuondoka kwa sababu tu eti nimekuficha jambo, hii si sawa. Uchunguzi unachukua muda gani mume wangu? Kumbuka haya mambo sio leo wala jana. Haiwezekani kuwa imekukuta tatizo jana au juzi nikakuuliza ukashindwa kuniambia. Mimi tu nikakurupuka nikaondoka. Sawa. Mimi nitakueleza kila kitu. Kwa kawaida mwanaume anapopatwa na jambo lolote lile huwa hakurupuki, bali ulifanyia uchunguzi yakinifu na kubaini kila kitu, na baada ya hapo ndo anaweza akazungumza. Hivi mke wangu, kwa mfano ningekueleza jambo ambalo baadaye lingekuja kuleta madhara, ungejisikiaje? Au wewe ungenionaje mimi? Ungeniona ni muuni, muongo na mtu ambaye sina maana hata kidogo juu yako. Naomba nisikilize kwa makini mke wangu. Mimi nakupenda na sihitaji nikupoteze. Nahitaji mke wangu ujivunie mimi mume wako. Napenda nikuona uko umependeza muda wote, umenawiri. Hii ni sifa kubwa sana kwa upande wangu. Kwa sasa mke wangu, nina msongo mkubwa sana wa mawazo katika swala zima la kutafuta kazi. Na ndio maana unaniona mimi kama sipo sawa. Kichwa changu kina mambo mengi kwa sababu sina kazi. Naishi vipi mjini hapa? Mimi ni mtu mzima na nina uwezo wa kutambua dalili za uongo na harufu ya ukweli. Hivi mume wangu, tunaishi kwenye nyumba kubwa kama hii na tunalala chini, alafu nikikuuliza au niambii chochote? Kuna wakati nafikiria, au wewe ni mchawi? Lakini siri hii ni nani ninayeweza kumshirikisha? Ni mwanadamu aina gani anaweza akanisamehe na kaamini nilichokifanya niliteleza tu?
mbona naona kama ni uzito mkubwa sana ndani ya moyo wangu. Ni kweli kabisa kwa sasa nahitaji amani. Lakini huyu kichaa ni mtu wa namna gani? Mbona kama nashindwa kumuelewa? Na aliwezaje kuzungumza maneno kama yale? Sawa. Inawezekana kuna utimamu ndani ya kichaa. Au kuna nguvu fulani atakuwa amepewa. Na kama nikimweleza ukweli, anaweza akanisaidia. Hapana. Siwezi kuweka bayana siri hii. Ila nina kila sababu ya kuendelea kuzungumza naye. Huenda kuna kitu nitakifahamu kutoka kwake. Hakika hili swala linaniumiza sana kichwa changu. Kama kuwa mwazi ndio sababu ya mimi kuwa huru, basi niko tayari kuwa mwazi wa fikra. Niko tayari sasa kuacha moyo wangu uwe na amani. Kwanza ngoja niendelee kutafakari kwa kina kuhusiana na yale maneno ya yule kichaa. Cha kufanya yes, inabidi nirudi kwa yule kichaa na nikamuombe kwa nguvu zote mpaka akubali kunieleza maana ya maneno yote ambayo ameyazungumza. Siwezi kuendelea kubaki gizani milele. Yes, namfuata huko huko. Hebu msikilize huyu mbunge. Anazungumza vitu vya maana sana. Vitu vizuri sana. Lakini amekaribishwa na spika wa bunge kwa lugha ya Kiswahili ili aweze kuzungumza na wananchi wake huko jimboni kwake, huko alikotoka. Waliomchagua, waliompigia kura. Lakini anashindwa kutumia lugha adhimu, lugha inayopendwa ili uweze kutangaza taifa lako. Anatumia lugha za kigeni. Utazungumza nini na wananchi wako? Na ndio maana ninyi mnapata shida kubwa sana baada ya miaka 5 mnaporudi jimboni kwenda kuomba kura. Kwa sababu hawaelewi mnachokifanya bungeni. Ninyi ni wawakilishi wa wananchi. Zungumza kwa lugha ya Kiswahili tukuelewe. Mimi na hakika hao wabunge wote wamesoma na wote wametoka katika mitaa ya Kiswahili. Chambua mada, chambua hoja kwa sababu sisi tunahitaji kukuelewa. Rafiki yangu vipi bwana rafiki yangu? Unajua nimekuwa nikikutafuta kote kule sikukuona, kwa nimefurahi sana kukuona upo hapa. Naona uko katika maskani yako sasa. Muungwana yeyote anayejitambua hawezi kufika nyumbani kwa mtu bila kubisha hodi. Yaani kusubiri idhini ya mwenye nyumba aweze kumruhusu aingie ndani. Ungelikuwa ni muungwana unayejitambua na akili timamu, ungebisha hodi kwanza mlangoni, ndipo nikuruhusu kuingia nyumbani kwangu. Unajua nilikuwa nafanya nini? Nilikuwa naangalia TV hapa na waangalia wabunge. Leo nimekuwa rafiki sio mwehu tena. Sasa kati ya mimi na wewe nani kichaa? Amna, sikiliza nikwambie kitu rafiki yangu. Unajua mimi na wewe ni watu wa karibu sana. Alafu ile ilikuwa ni miemko tu ya kibinadamu. Tafadhali sana naomba unisamee. Wewe sio kichaa, wewe bwana akili timamu. Yaani uko smart sana kichwani. Kwa hiyo wewe wala sio kichaa, wewe ni rafiki yangu. Nisikilize nikwambie. Kuna ukweli mkubwa sana ndani ya neno nilikuwa natania. Na unayajua vyema sana madhara ya miemko. Kwa hiyo kama uliongozwa na miemko, jitahidi kuitunza hekima yako na akili yako ili uweze kusimama kama mwanaume mwenye akili timamu. Vijana wengi sana wamepotea kwa kuendekeza miemko. Utu ndio somo la leo. Naomba nielewe kitu kimoja. Unajua nimekaa nyumbani nimefikiria sana. Nikaona katika yale maneno yote ambayo umeyazungumza, vitu vingi sana nimegundua uko sahihi. Yaani uko sahihi kuliko kawaida. Kwa hiyo mimi kiukweli na matatizo na nahitaji sana msaada.
na mpaka leo hii bado sijagundua matatizo yangu yanatokana na nini. Kwa hiyo kama utojali, naomba japo unishauri tu. Hivi unafahamu maana ya mfamaji haishi kutapatapa? Ukipewa nafasi uweze kutafsiri kauli hiyo kwa maana nyingine, utaibadilisha vipi? Wewe ni mfamaji ambaye unaendelea kutapatapa, na ninakiona kifo chako kiko karibu kabisa. Kipo karibu. Hii ni kwa sababu unahitaji kutatua tatizo ambalo limekuzingira katikati ya maisha yako, lakini hujaachilia nafsi yako kuliondoa tatizo hilo, kwa sababu wewe ndiye chanzo cha matatizo yako wewe mwenyewe. Ngoja nikwambie, wanadamu wengi wanaanzisha matukio mbalimbali katika maisha yao, ila wanasahau ya kwamba maisha ni historia. Unachokifanya leo, majibu yake ni kesho, kwa sababu maisha unayoishi leo ni matokeo ya maisha uliyoishi jana. Sawa, mimi nakuelewa katika kila ambacho unazungumza. Sasa wewe unanishauri nini katika hayo ambayo umeongea hapo? Saikolojia inasema hivi: mtu yeyote anayeamua kuomba radhi, basi ametafakari barabara ndani yake kuhusu kosa alilolitenda. Na mara nyingi mtu wa namna hii anakuwa alifanya kosa kwa maksudi akitarajia matokeo mazuri. Nenda kajitafakari mara mbili. Kuna kitu bado kimo ndani ya moyo wako ambacho kinasababisha matatizo yako. Ukiamua kukiweka bayana, utakuwa salama. Sawa, upo sahihi. Lakini kumbuka, muungwana akivuliwa nguo asimame uchutama. Kufanya kosa si kosa, na hata kurudia kosa si kosa. Kosa ni kurudia makosa. Sasa ukiwa tu unaongea kwa kunizunguka, mimi nashindwa kukuelewa. Hebu nipe ushauri thabiti kabisa ambao nikiufanya unaweza ukanisaidia. Ushauri pekee ambao naweza nikakupatia, mpumbafu wewe, ni kuweza kukubali ya kwamba wewe ndiye mwenye makosa. Hatua ya kwanza katika kurekebisha jambo lolote kwenye maisha, kwanza kubali umekosea. Amechagua kuondoka kwa sababu hapo ndipo akili yake ilipofikia. Mwanadamu yeyote anapotenda maovu huwa hayuko radhi yale matendo kumrudia. Na mara nyingi anapogundulika ya kwamba amekosea, hayuko tayari kuambiwa ukweli. Ili uweze kumtambua muungwana ni baada ya kumueleza madhaifu yake, kwa sababu mjinga akiambiwa kosa lake ana panic, anakasirika sana. Lakini mwelevu anapoambiwa kosa lake hutenga muda kujitafakari ni wapi alipokosea na kurekebisha. Wacha niendelee kutazama wabunge hawa. Nataka mzungumze Kiswahili katika bunge letu. Nataka mzungumze Kiswahili.
Brother, hivi inawezekana vipi kichaa kuzungumza maneno ya hekima na yenye ukweli ndani yake? Kai ndugu yangu, mimi nakuuliza swali ambalo lina msingi sana ndani yake, lakini unanicheka. Kwa nini? Kuna wakati unapaswa uelewe maneno ya mtu na uishi kwenye hisia yake. Mimi nina matatizo na ndio maana nimekuuliza hilo swali. Amna ndugu yangu, wala usinielewe vibaya ukiona kwa nakucheka kama hivi. Ni vile nimekuwa nikikutafakari na nikikuangalia kwa jicho la tatu, nashindwa kupata picha kuhusiana na wewe. Unajua bwana Tasha, wewe nakujua long time. Sasa kuna muda najiuliza, hivi inawezekana vipi mtu mwenye jumba kubwa kama hili, mwenye mwanamke mzuri, mrembo, akawa na matatizo ya kiuchumi? Sasa kila nikitafakari nakosa jibu. Ila mwisho wa siku nikapata hitimisho kuwa tatizo ni wewe hapo. Shida ipo kwako. Wewe bwana mkubwa, kusema ukweli una matatizo kichwani mwako. Kwa hiyo unaamua kunitusi sasa? Amna, sio kama nakutusi. Unajua mimi ni msomi. Chuo kikuu nimesomea mambo ya psychology matters. Kwa hiyo ninavyokuambia una matatizo ya kiakili, sio kama nimekurupuka, nimefanya tafiti. Na iko hivi, labda nikueleweshe kitu. Unajua mara nyingi ukimwona kichaa anazungumza maneno ya hekima na ya busara, huyo mtu usimchukulie poa. Lazima umwangalie kwa jicho la tatu. Sasa huyo mtu inawezekana yupo aidha miongoni mwa watu unaofikiria kichwani. Aidha huyo mtu atakuwa mchawi, tapeli, sijui unanielewa? Au amna, huyo mtu lazima atakuwa ni mpelelezi tu. Sawa sawa. Hapo sasa ndo nimekuelewa. Kwa sababu huyu mtu ndoto ambayo nimemuota na nilivyoenda kuonana naye, maneno ambayo alikuwa anazungumza ni maneno ambayo yana ukweli wote katika maisha yangu. Kaka, umenipa kitu. Nimekuelewa vizuri sana. Asante. Kweli wewe umesoma psychology. Sawa, asante kwa kunielewa na kukuniamini. Ila bado hatujatatua hili tatizo. Hapo jambo la msingi la kufanya ni wewe unipeleke kwa huyo kichaa unayemwongelea wewe, mguu kwa mguu, twende wote. Basi sawa ndugu yangu, mimi nitakupeleka. Kile cha msingi Kai, mimi nimekutoa huko ndani, nimekuambia tuje kuzungumza huko nje. Sihitaji shemeji yako ajue haya mambo. Kai. Hivi wewe ni mkulima gani usojua shamba lako linahitaji kitu gani? Unajua mimi nimeshachoka. Maana ilishakuwa ni mazoea yako. Ni mazoea. Kila siku nilalamike mimi tu. Yaani wewe ukishaona ushamaliza haja yako, basi wewe ndio ushamaliza. Hivi ni sawa unachonifanyia? Hebu nipishe. Unaenda wapi? Nisikize nikwambie, hapa leo hutoki. Yaani uondoke kabisa, mimi nimechoka. Yaani kila siku wewe ukishamaliza wewe haja yako, mimi unaniacha kama nilivyo. Hivi unajua kama unitendea yake? Unajua kama unitendea yake? Nisikilize nikwambie, mimi ni mwanamke, tena mwanamke nilotimia. Nakula na ninashiba. Unategemea mimi nguvu zangu nizipeleke wapi kama sio hapa? Lakini Zungu, sasa hivi ni muda wa kazi. Inabidi niwahi kazini. Hakuna cha kuwahi kazini. Leo kama ni kazi itafanyika hapa hapa. Nimechoka na hii tabia kila siku wewe. Yaani kila siku kimoja chali. Mpaka lini? Nimechoka. Yaani mimi leo nataka unikungute na unikungute tena. Yaani nataka unikungute mpaka majirani wasikie kama mimi nakungutwa. Nataka nilie yote. Watu wasikie. Usininyamazishe. Nipe haki yangu. Nakwambia kabisa, yaani leo sikuachi. Sikuachi hata kidogo. Hiyo kauli ukilijua.
Si umeona ndugu yangu kule chini kule ndio huwa anakaa. Kwa hiyo nikiendaga pale nikimkosa huwa anampoteza. Lakini nashangaa leo pia hayupo. Tashebu, kuwa serious kwanza. Hivi kweli umekutana na mtu maeneo haya? Sasa Kai, mtu ni kichaa. Wewe unataka nikutane wapi? Supermarket? Kichaa makazi yake ni jalalani kama hapa. Hebu bwana, hebu kuwa serious. Kwanza harufu yenyewe huko ishanishinda. Hebu tuongelee sehemu nyingine kwanza. Wewe si umetaka kuonana na kichaa? Sasa sisi tumekuja huku kusemesha wenyewe ni vichaa sasa. Bana, mimi paisha nishinda. Hebu tuondo. Yaani ndugu yangu wewe taweza ubishio umekuzidi. Unakula na unashiba, unavaa vizuri na mtani kote unaona. Usinitibue. Yaani usinitibue. Wewe mimi hapa nakula mimi, nashiba mimi. Yaani unanichukuliaje yani? Unaniweza? Kwa sababu ukishamaliza kimoja chako basi ushamaliza. Unaniacha mimi kileleni tu na yumba. Sieleweki. Basi niache niende hapo unapiga. Sikuachi, mimi hapa sikuachi leo na kwamba mpaka kieleweke. Sio yani wote mtafute. Sasa hizi kaka. Salamu. Samani, kuna kichaa tulikuwa tunamuulizia. Mara nyingi sana huwa anakuwa maeneo haya. Anapendaga sana kubeba mizigo hivi kwenye kiroba, lakini pia anatembeaga sana na vitabu. Haujamuona? Mtu anayemtafuta kichaa basi anayemwona kichaa. Katika mazingira ya humu ni watu wengi ni kichaa. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja, kazi ndio kila kitu. Kama ni kazi utaifanya hapa. Yaani kazi leo nataka unifanyie hapa, nataka unifanyie kazi mpaka watu wajue kama mimi leo nimefanywa kazi. Unanichukuliaje yani? Yaani unanichukuliaje? Kila siku nakuachia tu, unanichukulia poa. Leo utoki. Yaani hapa leo utoki. Nakwambia kabisa, kamilisha kazi yangu ndio uondoke. Lakini Zungu, ngoja nikwambie kitu mpenzi wangu. Mimi huna cha kuniambia nikakuelewa. Kama ulikuwa unataka kuniambia kitu turudi mchezoni. Tendo la ndoa ndilo injini ya miili na mioyo. Lakini mnadhani ni tendo la mazoea? La hasha. Ni sala ya miili miwili. Kisayansi linafufua seli zilizolala. Kwa sababu mwili unapoguswa hupeleka taarifa zenye furaha kwa ubongo. Lakini kitu kimoja tu hamjui. Upendo na tendo lake ni sumu na ni dawa pia, lakini inategemea na namna mnavyolitumia. Naye inawezekana yeye ndo wale. Unawezaje kuuliza mazingira ya kichaa? Haya ndo mazingira ya kichaa. Wewe unakuwaje? Naye inawezekana yeye ndo wale. Sorry bro, hivi inakuwaje unatujibu namna hiyo? Au unafahamu kinachoendelea kuhusu huyo mpuuzi? Mambo yangu mimi hayahusu futeni ya kwenu.
lakini mnapolazimisha linageuka na kuwa kisu cha kuchinjia furaha yenu. Mbona majirani wote nasikia, alafu wanaongea, simfahamu, lakini angalia mambo unayofanya. Ndoa ni zaidi ya kitanda. Yaani sitaki uongee chochote. Sitaki uongee chochote. Ni hekima ya kupeana muda, kusikilizana na kushiriki pumzi bila kuumizana. Nimeshuhudia ndoa zikibomolewa na maneno, sio kukosa tendo, bali kukosa huruma. Endeleeni kurumbana, lakini mjue ya kwamba ndoa sio ushindi, ni tendo la furaha. Na siku zote sala ikisomwa kwa hasira hugeuka kuwa laana na sio sala tena. Na wewe umeniongezea, lakini katika maisha labda nikwambie kitu kimoja. Sawa? Weka tiki hapo. Weka tiki kwenye kila ulilojifunza hapa. Hiki kitu kilichoongeleka hapa na huyu bwana huyu, simfahamu ni nani, lakini ni kitu bora sana, kwa sababu maumivu ninayo mimi mwenyewe. Sasa nisikize mke wangu, sawa? Hapa sio majirani wajue, sawa? Mimi nache niende kwa Juma akakuchukulia chips yai. Aha, kumbe wewe chips yai ndio maana basi. Kaanza. Lazima nitetee haki yangu kama mwanamke. Unaelekea wapi na hilo begi? Unajua mke wangu, ili ni begi ambalo mimi silitumii tena. Kwa hiyo nimeamua tu niende nikalitupe huko nje. Isitoshe pia nimeweka na nguo zangu ambazo silivai. Ni sahihi humo kuna nguo zako ambazo usivai. Na hilo begi halitumiki. Lakini kumbuka kwamba sio kazi yako. Mimi si ndo mfanyaji usafi? Mimi ndo ninayejua hiyo mizigo itakaa wapi. Ningekuwa na uwezo hata kupeleka kwenye taka, mbeba taka akija na beba anaondoka navyo. Sasa wewe kimekukuta nini mpaka unachukua hilo begi? Na unatoka hai, yani kama mwizi. Unajua mke wangu, yani wanandoa lazima wasaidiane. Kwa hiyo mimi nikaamua tu nikusaidie leo. Nilichukue mimi pamoja na hizo nguo ambazo sizitumii tena, yani sizivai. Kwa hiyo nikusaidie nende nikazitupe huko. Sawa. Baadaye basi. Siri kubwa ya kupata kile unachokitaka ni kuvumilia yale unayoyapitia na kupambana hata pale ambapo kila kitu unaona ni kigumu. Maisha yana siri kubwa sana, na hapa tuna kitu kikubwa cha kujifunza, kwa sababu maisha ni safari ya wale ambao wako tayari kuvumilia changamoto. Siku ambayo kipofu ataona, kitu cha kwanza atakachokitupa kwenye maisha yake ni ile fimbo inayomsaidia siku zote kumuongoza njia. Weka tiki hapo. Kuna kitu cha kujifunza hapo.
Ama zako ama zangu. Nilikuwa nakutafuta muda mrefu sana. Sasa leo hii utanijua mimi ni nani. Nafikiri utakuwa unanikumbuka vizuri sana. Usiniangalie kana kwamba unijui. Natumaini akili yako inanikumbuka vizuri tu. Angalia kwa makini hivyo hivyo. Never fails. Love never fails. Lakini Plato alisema love is the serious mental disease. Hayo ni maneno ya Plato hayo. Weka tiki hapo. Weka tiki. Kwa hiyo ulikuwa unanitafuta katika kipindi chote hiki, unakaza mwendo kuelekea usiko kujua lengo lako ilikuwa ni nini kuhitaji kwangu. Umenipata sasa, Profesa. Hivi unakumbuka siku ile nilipepulishia ndege wangu? Mimi nilikuwa na mwanamke wangu. Tulivokutana na yeye njiani ukanipeperushia ndege wangu. Natumaini utakuwa unanikumbuka vizuri tu. So you mean that you want to kill me? I think you're wrong, my friend. Do you think that killing is good solution? Yeah. You're wrong, my friend. Killing is not a good solution. Listen. Katika maisha lazima uitambue nafasi yako thabiti ili uweze kuishi maisha yaliyo bora. Na mimi nilikuwa pale kwa ajili ya kusaidia. Yule binti ni mtoto ambaye ana ndoto zake. Mbali na ngono, mbali na uzinifu, mbali na uzinzi ambako ulitaka kumpeleka wewe. Wewe ulijuaje kama yule binti ana ndoto zake? Muonekano wako, uvaji wako na hata utembeaji wako vinadhihirisha wazi kabisa kwamba wewe ni mzinifu. Sikiliza nikwambie. Maisha yana mambo mengi sana. Lakini ni vyema upendo au mapenzi liwe chaguzi la mwisho mara baada ya kutimiza malengo yako. Wewe ni mwanaume, ni kijana wewe. Kesho utaitwa mume wa mtu na baadaye utaitwa baba wa familia. Je, umejiandaa kwa hilo? Na unadhani familia yako utaiendesha kwa hekima gani? Elewa ya kwamba kwa 100% mlikuwa hamjapima afya zenu ninyi kama vijana. Ili tuweze kupata maendeleo yaliyo bora, tunahitaji sana watu wenye afya ya akili na afya ya mwili iliyo njema. Sio wenye fikra potofu kama wewe. Mtu yoyote aliyefeli kwenye maisha yake ni yule ambaye aliongozwa na tamaa badala ya akili yake.
Wanadamu wengi wanakosea njia kwa kufuata mkumbo wa hisia za moyo na sio matakwa ya fikra. Yule binti na mabinti wote duniani wana ndoto zao. Wanahitaji kusaidiwa ili wafikie malengo yao na sio kutumia madhaifu yao kama fimbo ya kuwaharibia ndoto zao. Kwa unapofanya jambo lolote chini ya jua, kaa ukijua ya kwamba unawekeza. Muda wake sahihi utakapofika litakurudia. Kumbuka, ukweli una tabia ya kuchelewa, lakini lazima ufike. Focus katika maisha, utafutaji, ili uweze kuijenga kesho iliyo bora. Weka alama katika kila neno ulilojifunza hapa. Weka tiki. Weka tiki. Weka tiki. Weka tiki.